mbele zako na maneno machache haya juu ya kile ambacho kinaendelea kutendwa na jeshi la polisi iliyoko Tanzania. Mimi nataka niwaambie polisi wote ambao mnatumika vibaya kinyume na polisi mlionao, kinyume na kile ambacho mlitakiwa mkifanye. Unajua hali ya machafuko, hali ya uharibifu ambayo inaendelea sasa katika nchi ya Tanzania, maonevu, dhuluma, vitu vingi vya ovyo vinavyoendelea kutendeka, vinatendeka kutokana na polisi kutokushughulika na kitu ambacho kiliwaleta katika hiyo kazi, wanashughulika na kitu kingine. Kwa sababu polisi kazi iliyokuleta mpaka kwenye vazi ulilovaa ni kazi ya kwamba wewe utashughulika na usalama wa raia na mali zao, lakini imekuwa kinyume, mnashughulika na vitu ambavyo havina masilahi katika watu ambao mlitakiwa mwatunze, mlitakiwa mwalinde, mlitakiwa muonekane kwenye namna ya usalama walionao. Naongea hivi kwa sababu nimemsikia Kamanda Muliro anajaribu kuongea na kuwatisha watu juu ya kile ambacho sijamekisikia kweli. Sijui ni kwamba ni namna tu ya kutaka kuwatishia watu kwa sababu hawana mtu wa kuwasaidia, hawana msaada. Hapa naongea kitu gani? Kwamba hali ya Tanzania ilipofika, hali ya maisha ya sasa ilipofika, ni kwamba mtu mwenye cheo, mtu aliye na namna ya kuwa na hali ya kutetewa, hali ya kuhakikisha usalama, hali ya kuwa yeye anayo mamlaka ya kufanya jambo lolote, huwa anafanya chochote. Nataka nikwambie Muliro pamoja na jeshi la polisi kiujumla kwamba tumieni nafasi mlizonazo vizuri, kwa sababu leo unaweza kuwa unaishi huko duniani, una mazingira mengi ya kufanya chochote, lakini unaweza kujua kwamba wewe ni mwanadamu kama wanadamu wengine. Namna yako ya utendaji, namna yako ya usimamiaji wa hicho mnachokiita ni haki, si ni sheria, mnasimamia vibaya. Kwa sababu wako watu wanapotea katika nchi, wanatekwa, wanauliwa mbele ya macho ya wanadamu. Wako watu wanafilisiwa mali zao, wanatendewa ubaya. Hao hamshughuliki kuhangaikia kama maana ya kuwa polisi. So polisi mlikuwa mshughulike na usalama wa raia na mali zao, lakini imekuwa kinyume. Sasa mmetumika vibaya kusimamia siasa, kuwalinda wanasiasa na kuwapigania na kuwatetea, kwamba ikionekana kuna mtu ana namna ya kuzungumza juu ya uovu au ubaya unaoendelea katika jamii, au akiwa na mazingira ambayo anatamani kutetea jamii, basi huyo jeshi la polisi ndio linaoneshaga nguvu sana. Jeshi la polisi msijisahau, nyie ni wanadamu kama wanadamu wengine. Nje ya hilo vazi mnaolivaa ndio kwamba nyie ni wanadamu. Ubaya wowote ambao mnaweza mkausimamia, kwa sababu aliye juu yako anachewa na mamlaka, anafanya uovu, kwa sababu ni polisi, unaweza kuusimamia na kutekeleza. Mimi nakwambia iko hukumu inakuja juu ya maisha yako. Wewe hapo je, ni mwanadamu, uko wakati hautakuwa na nguvu hizo ulizo nazo, hautashika silaha uliyoishika leo, hautamiliki hicho unachokimiliki leo. Leo unaheshimiwa, unalindwa, unapongezwa na kuonekana ni kwamba unafanya kitu cha maana kwa sababu ya kuwalinda watu wenye vyeo wanafanya mambo ya ovyo, na kwa sababu ya upolisi ulionao, kwa sababu unatekeleza tu maagizo ambayo unakuwa pewa. Mimi nataka nikwambie kwamba askari yoyote, tumia nafasi ulionayo, tumia askari wako vizuri kutenda vitu ambavyo wananchi, wanadamu, raia watafurahia uwepo wako. Lakini usitende kitu kwa sababu mwenye cheo, mwenye mamlaka amekuagiza kwamba kafanye hiki, kamzuru yule, kafanye kile. Mara mnasema kama kuna vurugu tokea mahakamani, watu mpaka wamefika mazingira ya kwanza kutaka kufanya vurugu. Ilifaa sana mngekuwa mnachunguza, mnakaa chini, mnajiuliza kwamba huyu mtu mpaka ameweza kufikiria kufanya hiki, nini shida? Msio mnachukua moja kwa moja tu maamuzi ya kwanza kumkamata mtu na kumfanyia vibaya eti tu kwa sababu mmesikia taarifa ya kwamba anataka kufanya vurugu mahakamani. Nakwambia Muliro na pamoja na jeshi lako lote, pamoja na watu ambao mko karibu nao, nyie kweli ni maaskari, unaweza kufanya chochote ukamfanyia mtu chochote, lakini tambua tu kwamba wewe ni mwanadamu. Uko wakati ambao Mungu atakuja kutaka hesabu ya maisha uliyoishi duniani. Tumia cheo chako vizuri, tumia muda wako vizuri kutekeleza wajibu ambao uliuendea katika jeshi la polisi. Usitekeleze wajibu kwa sababu ya wanasiasa hao wanaokutuma na wenyewe wanataka waendelee kubaki tu kwenye hizo nafasi, hao wanaopambana kwamba hii dhuluma inaendelea. Huyu mtu kama anataka kuendelea kubaki kwenye nafasi yake, mbona kuna ubaya huu unaendelea kutendeka? Wewe kama polisi ungekuwa ni mtu akukaa chini kwanza kuchunguza kwamba kati ya huyu anayenituma na huyu anayefanya hiki, hivi yupi hapa anayeharibu amani ya nchi? Lakini ukisimamia tu ajira yako, ukisimamia kwamba kwa sababu anayekwambia ni mkubwa wako, mimi nataka nikwambie
afande yoyote, askari yoyote, kwamba ufanyaji wako wa kazi ungekuwa unafanya katika namna ambayo haitakuwa na madhara wala kumuumiza mtu. Amen.